Ubaya Ubwela season 2. Ninyi ndo mmeanza na ile pigwa kichwani. Mmepigwa nyie kichwani mapema kabisa. Mechi ya kwanza Young Africa yanaanza akufungua msimu, mmekufa chuma 1-0. Kwa mara 6 mfululizo Miraji. Kwa mara 6 mfululizo Miraji. Unajua subiri nikwambie kitu cha Gamba. Yaani cha Gamba mimi naijua Simba kuliko wewe unavyojua Simba. Sawa, lakini ni kwa mara 6 ndio. Na mimi nilikwambia cha Gamba. Hizi nazimbata. Hizi siyo kalanga. Ndio. Hizi sijui mkongo. Cha Gamba. Lakini Miraji, tuzungumze dakika 90 ambazo tumezishuhudia. Young Africa anakuwa ni bingwa ngao kwa mwaka 2025 msimu 2026. Dakika 90 ambazo tumezishuhudia mimi na wewe. Miraji, ulitarajia kwanza kuna kitu kocha alikificha. Kuna kodi alizificha, akatuambia kuna mchezaji ambaye ni injured, hatimaye tukamuona uwanjani. Tuanze na kile ambacho tumekiona dakika 90 Miraji. Timu yako umeiona, Young Africa na pia umewaona. Unalipi la kuzungumza? Kwanza tuanzie hapo. Yaani kwa mara ya kwanza katika dabi 6 mfululizo. Ndio. Leo ndo nimeiona Yanga imecheza chini kuliko Yanga ambazo walizitufunga mara 6. Yanga sikatufunga mara 6. Ndio. Yaani katika mara 5 Yanga walicheza kwenye ubora kuliko hii mara 6. Hii mara 6 maana yake walikuwa wako chini. Kwa hiyo kama tumemkosa kumfunga huyu Yanga huyu wa leo aliyekuwa chini. Cha Gamba. Hatuna timu tena ya kumfunga Yanga. Kwa nini Miraji unasema sasa tusipoteze focus yoyote? Yanga atumwezi. Tusipoteze focus yoyote. Asifukuzwe kocha. Asilaumiwe mchezaji yoyote. Sijui unanielewa? Tuangalie michezo iliyobaki. Na michuano iliyobaki. Tunaenda kucheza vipi? Lakini tunapokutana na Yanga, Cha Gamba. Asilimia ushindi eka 0. Sasa Cha Gamba Yanga leo unaikosa, unataka kuifunga Yanga gani? Yanga hii ambayo mbele kama ilikuwa imekufa hii. Pacome kilichomuokoa ni goli. Na kuna save ambao alipiga. Mzize kama ndo anaenda kufanya usajili leo utoie lako. Yule pale Mzize. Ekuwa unamuona kabisa ni mchezaji ambaye kweli kastahili kuingia sabu. Ndio. Chini. Sijui unanielewa? Yaani leo mchezaji ambaye Yanga kacheza kwa 100%. Diala na Azizi Ndambwile. Ndio aliocheza kwa 100%. Yaani Diala na Azizi Ndambwile mpaka Israeli mwenda leo chini. Yaani leo Mpanzo angekuwa kwenye form kidogo tu. Cha Gamba kwa mwenda palikuwa zaidi ya pengo. Yaani 90% wachezaji wa Yanga leo wamecheza chini ya kiwango. Sasa Cha Gamba, kama unaikosa Yanga ile, unataka kuifunga Yanga gani? Miraji, unamaanisha nini ukisema kwamba walikuwa chini ya kiwango? Cha Gamba, uwezo ukatengeneza nafasi zaidi ya 5 kwa Yanga, alafu unashindwa kutumia hata moja. Nafasi hiyo ukiangalia kwenye dabi zilizopita wakupi nafasi 5. Unapata moja tena kwa bahati mbaya. Dabi inayofuata upati kabisa. Dabi leo tumetengeneza nafasi 5. Nafasi 5. Kuna nafasi zingine kweli unamsifu Diala alikuwa kwenye ubora, lakini zipo nafasi ambazo Cha Gamba unaona kabisa Cha Gamba sisi tumekosa umakini. Kuna nafasi zimenyanywa wana Simba Cha Gamba tumeikosa Yanga ya leo. Yanga tumuwezi. Yaani kama mmeikosa hii ya leo, Yanga hatumuwezi. Hata surumi nakwambiaje Cha Gamba? Sasa Cha Gamba yaani tuna kitu gani cha kujitetea? Kwa sababu tumeenda kucheza na kocha ambaye Yanga haijui. Ndio. Sijui ukimcheki leo, ukimcheki bwana Roman leo kwa kuonesha kabisa kama Yanga haijui. Ndio maana kaipanga ile Yanga ambayo ya misimu iliyoisha. Umeona? Ambayo ilikuwa inaleta matokeo. Nataka kuchanganya Kete. Yaani Kete kaenda kuchanganya kwa Ndambwile kwa sababu Alidi Aucho hayupo. Ndio kaenda kumweka Ndambwile. Lakini walobaki wote. Na angalia hata sabu zake alikuwa anazoingia. Anaingia sabu za uoga. Anamweka huyu anasikilizia kawaka. Anamweka huyu anasikilizia kawaka. Yaani bado. Sasa kama tumeshindwa kumfunga Roman, Yanga yake haijui. Unataka kumfunga Roman kipindi Yanga anaijua? Baba. Maana yake Miraji ni kwamba ndio maana mimi Simba Day nilikuwa nashangilia sana. Wewe ulikuwa unashinda kunielewa, nikamwambia Cha Gamba. Yaani Cha Gamba ukipata nafasi ya furaha, Cha Gamba onesha kama una furaha. Ila ni hatari kwenda kuonesha wapi unapopatia furaha. Lakini furaha yako ioneshe. Ndio maana mimi Simba Day nilionesha furaha yangu kwa sababu nilikuwa najua. Umeona? Michuano ikianza. Yaani ikianza tu michuano ya TFF tuna bodi ya ligi pia. Vilio. Miraji, leo Miraji tuzungumze. Mmeshindwa wapi? Mmefeli wapi Miraji? Nikwambie kitu kimoja. Kuna wachezaji tunawapa ukubwa sana. Nawapa ukubwa. Ukimwangalia Kante na Conte, baba mmoja mama mmoja. Kwa nini Miraji? Wale ni wachezaji ambao wanahitaji muda na nafasi. Yaani wale kama uwapi nafasi na muda, wanaenda kuwaua kabisa.
Ni kweli Miraji. Wachezaji ambao chini sana. Chini sana. Yaani ule Kante cha kwanza ni mzito. Usisijui cha kwanza ni mzito. Ushaelewa? Afu cha pili vile vile hana ubunifu kwenye kukaba. Hana ubunifu kwenye kukaba. Hata kwenye kuiendesha timu. Unaona? Yaani ni mzuri kwenye kupiga mipira mirefu. Lakini ile tusogee kama anavyosogeaga labda Lidi Aucho au Mudathiri haya, Chagamba bado. Sasa sijajua ni pressure ya mechi. Labda mechi ambayo imeanza ni kubwa. Au alikuwa kweli ana injury, labda kafusiwa acheze, sijui unaelewa. Lakini kwa kiwango alichokionyesha leo na kwa sifa ambazo tulikuwa tunazompa, Chagamba ni vitu viwili tofauti. Lakini Miraji, mimi natamani kujua yani Simba hii imefeli wapi haswa? Kwa sababu nimeona kama kitu ambacho tulichofeli kutokutumia nafasi. Kwa sababu Chagamba Yanga walianza juu. Umeona? Walianza juu. Umeona sisi ni Yanga tuna matokeo mazuri. Lazima tuingie kwa kuwashambulia Simba kwa sababu wao lazima watakuwa na pressure ya matokeo. Lakini sisi ile pressure tuliweza kuimeza, umeona mapema. Na tuliimeza vipi? Yaani tulihakikisha Pacome sijui unanielewa, atembei umbali mrefu kwa sababu ni hatari sana Pacome ukimwacha kutembea kwenye umbali mrefu. Kwa sababu Pacome akitembea kwenye umbali mrefu, Yanga lazima watanue uwanja. Sawa sawa. Umeona? Na akitanua uwanja, sijui unanielewa, lazima Chagamba gap libaki kubwa kwa sababu wewe lazima uende katika sehemu ambazo unaona kabisa mpira unaweza kupita hapa, ukazibe mashimo. Sasa kitendo cha kuziba mashimo Pacome lazima kusogelee. Kwa sababu ni mchezaji ambaye Chagamba anajua kupiga pasi za mwisho, anajua kupiga mbali, anajua kupiga chenga. Sasa wewe ukienda kuziba yale mapengo, Pacome ndio kitu ambacho anakihitaji yeye. Kwa hiyo kitu cha kwanza tulianza kumuini Pacome. Tunamuini vipi Pacome? Yusuf Kagoma hakikisha Pacome atembelee kwenye umbali mrefu. Yusuf Kagoma hilo jambo aliliweza. Ndio. Umeona? Kitu cha pili, Pacome lazima atoe msaada kwa Shadrack Kiboka kipindi cha kwanza. Kaangalie kipindi cha kwanza Pacome kamsaidia sana Shadrack Kiboka. Na kwa nini alimsaidia Shadrack Kiboka? Shadrack Kiboka alikuwa anaenda kufinyia sana ndani kwenda kumsaidia Andambwile. Sisi baada kuiweza kuimeza ile pressure ya Yanga dakika za mwanzo, tukauchukua mchezo. Sasa siku zote kwenye mpira kwa mtu yote ambaye anajiamini, umeona ukimmeza dakika za mwanzo, mizani kibaki level, lazima Chagamba awe na paniki. Lazima awe na paniki. Ndio maana unaona kabisa wakina Shadrack Kiboka kadi walizochukua, wakina Dickson Job wanaenda kulalamika sana kwa refa, lafu tunazochezea, lafu ambazo tunachoseza sizo sahihi. Umeona kina Kibo wanajidondosha tu. Umeona lakini wala tuachezee lafu. Ukija kuangalia wanachezewa kweli lafu, ile ni pressure. Kwa nini Simba wameweza kutuini mapema? Ushansoma. Kwa hiyo Shadrack Kiboka alikuwa anaenda kufinya ndani kwenda kumsaidia Ndambwile. Kwa sababu si ndani tulikopo tupo vizuri. Ushansoma. Ukija kuangalia nani angalia Jean Chaze au alivyokuwa anaiendesha timu. Na akajitahidi sana kwenye kuiendesha timu. Sijui na mwangalie Dese Mukwala alikuwa anaweza kumkimbia Dickson Job kwenda kumkimbia Ibrahim Baka, alikuwa anawavuta pembeni ili mradi watu wapite ndani. Kweli tuliweza kufanya iko kitu. Akiingia ndani ukimwangalia Dese alikuwa mtulivu kwenye kupiga pasi za mwisho. Maana yake anaenda hewani anampa pasi ya mwisho Shomari Kapombe. Anashindwa kuonesha utulivu. Ushansoma. Jean Chaze Ahoua anakuwa yupo free. Umeona? Kama angalia Ibrahim Baka yuko wapi anakimbia na Dese. Anaenda kupiga pasi ya ndani. Umeona? Anapiga pasi ya ndani. Kibu onesha utulivu. Anashindwa kuonesha utulivu. Kwa hiyo kitu kikubwa tuliweza kuwawini Yanga. Umeona? Kwa msaada ulikopo unatoka kwa Dese. Kukimbia kwenye baadhi ya maeneo na alikopo mtulivu anapokuwa na mpira. Umeona? Ibrahim Baka anapoondoka tuna gap kubwa. Umeona? Azizi Ndambwile dabi yake ya kwanza anapewa. Kwa hiyo alikopo mwanzo baada alikuwa na pressure kipindi ambacho sisi tumeushika mchezo. Tunatumia vipi nafasi? Tunawapagaisha vipi Yanga? Tunaonesha vipi utulivu? Maana yake lazima tupate goli la mapema. Ndio. Tumeshindwa kupata goli la mapema. Angalia nafasi tulizozitengeneza. Chagamba, mchezo kama ule usitarajie kama utaushika kwa vipindi vyote viwili. Ile ni dabi. Ukishika kipindi cha kwanza ukipata nafasi, tumia. Kwa sababu hujui kipindi cha pili. Kuna vitu viwili unavitengeneza. Kwanza unatengeneza kwanza kujiamini. Umeona? Cha pili unaenda kuvuruga mifumo ya wapinzani wako. Umeona? Kwa sababu wao hawajazoea. Umeona? Hawa Simba kuonesha utulivu na kupata goli la mapema kabla yetu sisi. Kwa hiyo lazima wacheze kwa panic. Na ukija kuangalia tayari washachukua kadi. Nini kinaenda kutokea? Maana yake ni madhara makubwa. Mnaweza mkaongeza goli la pili mpaka la tatu. Tumeshindwa kutumia nafasi. Yanga ipo chini. Mwangalia Ndambwile. Kila sehemu anakwenda. Shadrack Kiboka anaenda kuleta usaidizi zaidi. Mudathiri haya anashindwa kuisogeza timu juu kwa sababu gani?
Azizi Ndambwile sio mchezaji ambaye anaweza kuiendesha Yanga kwenye idara mbili. Maana kwenye idara ya kuchukua mpira nyuma na kuupeleka mbele. Umeona? Na idara ya kunusa hatari pale unaposhambuliwa. Kwa hiyo kwenye idara moja ilifeli, kuchukua mpira nyuma kuupeleka mbele. Ila kwenye idara ya kusubiri kunusa hatari kwa mdogo leo alicheza kwa 80% kwenye ubora uliokuwa mkubwa kabisa. Tofauti na Lydia Aucho. Vyote nakupa. Kuchukua timu nyuma kwenda kushambulia. Umeona? Kunusa hatari. Sasa Ndambwile ni kitu ambacho alikuwa anafeli. Umeona, kuchukua timu nyuma kuipeleka mbele kwa utulivu. Umeona? Iko alifeli, ndio maana unamkuta Shadrack Kiboka alikuwa sasa yeye anasogea. Mudathiri haya akopapati riziki ambazo zinazotakiwa. Maana yake Ndambwile kama alikuwa na uwezo kuchukua timu nyuma kama Lydia Aucho kuisogeza mbele, muda ndio vitu ambavyo anavyohitaji yeye sasa pale. Pacome sasa ndio vitu ambavyo anavyochekelea yeye, anakuwa ipo free sasa. Kushoto anaenda, kulia anaenda. Ndio maana kwa hiyo ukija kuangalia kwenye upande wa midfield Yanga kwenye kuchezesha timu yao kutoka chini kwenda mbele, Yanga bado wana shida kubwa sana, na katika timu ambayo inaomba dirisha dogo lifunguliwe, umeona, kwenda kuziba nafasi ya namba 6, Yanga namba 1. Nikimaanisha kwamba nataka kumrudisha kijana nani Lydia Aucho? Lydia Aucho anaweza akarudi pale Jangwani. Kama hali itakuwa vile, Lydia Aucho anaweza akarudi. Lakini kuna wachezaji ambao wanahitaji maana kupewa nafasi. Mimi nimekwambia Chagamba, michezo miwili aliocheza Azizi Ndambwile kaenda kuonesha ni mchezaji wa aina mbaya. Kigali. Nenda kwa Kigali, kakague na Yanga Day. Na Yanga Day ndio. Kakague na Yanga Day. Mimi sikuwa na hofu Azizi Ndambwile kuanza mchezo wa leo. Ulikuwa na hofu? Sikuwa na hofu. Pamoja na majina makubwa ambayo yamekuja pale. Sikuwa na hofu kabisa Azizi Ndambwile kwenda kuanza kwenye ule mchezo. Chagamba, uwanja wa mazoezi, uwanja wa mechi auongopi. Utakachokionyesha mazoezini, kitu ambacho utachoenda kuonesha mazoezini, ukienda kukionyesha kwenye mechi, kila mchezo utacheza. Azizi Ndambwile no doubt leo. Yaani kwangu mimi ukiniambia man of the match, ukimkosa Diala, mpe Azizi Ndambwile.